Kule kutambika ni mizimu. Sasa mizimu ni nini? Mizimu ni nini? Mfano, ukiulizwa mizimu ni nini? Mizimu sio mbuzi. Mizimu sio watu waliokufa. Mizimu sio jeshi la mapepo. Mizimu ni nini? Sasa mizimu ni kikundi cha jeshi la kuzimu kinachoitwa mizimu, kinachotumia mlango wa watu waliokufa. Kinachotumia mlango wa watu waliokufa ndio kinachoitwa mizimu. Mizimu ni jeshi, ni kikundi cha majeshi ya kuzimu kinachotumia mlango wa watu waliokufa. Kwa mfano, kule kwenu alikufa bibi na mwenye jina la bibi ni fulani. Yule mwenye jina la bibi, lile jeshi linakuja likija kuleta taswira ya yule bibi kwenye maisha ya yule aliye duniani. Anaanza kumuota bibi. Sio kwamba bibi amekuwa amerudi. Hakuna ushirika, bwana mtu akishakufa arudi duniani. Ila wanachochukua ni sura ya yule aliyekufa, wanakuja duniani, wanakuja kukusumbua. Na wale wanakulaga damu, wanakulaga chakula. Kwa hiyo wanapokuja kufika muda fulani ambao mlikuwa mnawapa chakula, wanakuja kudai chakula. Wanakuja, kwa mfano mwezi wa kwanza ndio siku yenu ya kuwapa chakula, wanakuja kukidai. Lile jeshi linakuja kudai chakula. Ni kama jeshi la zimamoto. Mizimu ni kama jeshi la zimamoto. Na ndivyo ndivyo kweli, ni jeshi la zimamoto. Yaani ukiamka katika roho kama kusema mimi nimeokoka na mbele ya Yesu, una moto, unaanza kuinuka, wenyewe wanakuja kusema una moto. Ni jeshi la zimamoto hili. Sasa mizimu sio vita ambao unapambana nayo. Sasa kuna vita vingine bado tutakemea kwa jina la Yesu, au tutafunga na kuomba vitaisha. Mizimu ni jeshi linalomfuatilia mtu hata kama anaomba. Linamfuatilia mtu hata kama amelala. Linamfuatilia mtu hata kama yuko kanisani. Lina uwezo wa kuingia kanisani. Kwa sababu mizimu ni majeshi yanayotumia kanuni au maagano ya kifamilia. Wanatembelea mle, wanaagano, wanamkataba. Maana ya agano ni mkataba. Wanamkataba na nyinyi. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote anaingilia mkataba. Hata Mungu mwenyewe anaingilia mkataba. Kinachoua mizimu ni nini? Kinachoharibu hili jeshi la mizimu sio na nguvu ni nini? Ni hivi, sio maombi. Ni nini? Ni vitu viwili. Sema vitu viwili. Vitu viwili. Vitu vitatu. Vitu hivi? Sema vitu vitatu. Kitu cha kwanza kinachoua mizimu, kuinyima nguvu. Cha kwanza ni mtu kuinua madhabahu. Mfano, anainua madhabahu. Madhabahu haivunjwi wala ipigwi wala ibomolewi pasipo kuinuliwa madhabahu nyingine. Madhabahu kwa madhabahu ndio zinapigana. Wina haja kupigana na madhabahu, ila madhabahu kwa madhabahu zinataka zipigane. Kazi yako unainua madhabahu ishindane na madhabahu za kifamilia yenu. Moja. Mbili, unapaswa kujua toba ndio chakula chako cha kila siku. Kwa sababu toba, kwa nini toba? Lazima utengeneze usafi wa ndani, wakose pa kukaa. Wakipata pa kukaa watakudhoofisha, watakudropisha chini, watakudropisha kiibada. Na wanawaidi sana maeneo matatu haya: ibada, maombi na uwezo wako wa kuamua.